Aha, ni wakati wa nimekusikia umesema. Ni wakati wa Kiswahili. Ukitazama pale, yupo mvuvi ambaye anavua samaki, au sio? Sasa naomba nawe unisikilize kwa makini, ndipo uweze kuvua, uvue ujuzi, uvue hekima, uvue maarifa, uvue na uvue. Mwanafunzi wangu mpendwa, katika somo ambalo tunasoma sasa hivi, naomba utazame picha ambayo nimekuwekea pale kwenye kiwambo au kwenye skrini. Halafu naomba uniambie, je, unaona nini? Kuna tofauti ipi kati ya maneno yaliyo kwenye picha ya kwanza na maneno ambayo yapo upande wa kulia? Kuna tofauti gani? Tunavua samaki wengi, wavuvi walisema. Halafu upande wa pili nayo yasema, wavuvi walisema kuwa walikuwa wakivua samaki wengi. Tofauti ni ipi? Naomba uniandikie ujumbe pale kwenye kikasha cha ujumbe ili niweze kuona iwapo umeweza kutofautisha kati ya maneno kwenye picha ya kwanza na maneno ambayo yameandikwa kwenye upande wa pili. Aha, tofauti ni kwamba yale maneno ambayo yalikuwa katika, kidogo nikurudishe kwenye upande wa kushoto, ni usemi halisi, nayo maneno ambayo yako upande mwingine ni usemi wa taarifa. Sasa je, kuna tofauti gani kati ya usemi halisi na usemi wa taarifa? Usemi halisi ni maneno halisi yaliyotoka kutoka kwenye kinywa cha mnenaji, kutoka kwenye mdomo wake. Yale yale ambayo aliyasema ndiyo usemi halisi. Nao usemi wa taarifa ni ripoti ya yale yaliyosemwa na mtu fulani. Sasa zipo kanuni zinazozingatiwa katika kubadilisha usemi halisi uwe usemi wa taarifa. Kwa hivyo nitakupeleka hatua kwa hatua katika kanuni hizi uzifahamu. Kanuni ya kwanza ni kwamba uandikapo usemi wa kuripoti ama usemi wa taarifa, alama za mtajo huondolewa. Kwa hiyo katika usemi wa taarifa, alama za mtajo huondolewa. Kanuni ya pili ni kwamba alama ya kiulizi haitumiwi au alama ya kiulizi huondolewa, na badala yake maelezo ndiyo yatumiwayo. Kwa mfano, maelezo kuwa aliuliza au waliuliza ama alitaka kujua au walitaka kujua hutumiwa. Mfano, unapenda kinywaji kipi? Mwenyeji aliuliza, unapenda kinywaji kipi? Mwenyeji aliuliza. Katika ona pale pana alama ya kiulizi.
unapenda kinywaji gani? Tunapobadilisha kuwa usemi wa taarifa, hatutatumia alama ya kiulizi. Tutasema mwenyeji alimuuliza kinywaji alichokuwa akipenda. Alimuuliza au alitaka kujua kinywaji alichokuwa akipenda. Kanuni ya tatu ni kwamba alama ya hisi haitumiwi uandikapo usemi wa taarifa ama ubadilishapo usemi halisi na kufanya uwe usemi wa taarifa. Alama ya hisi haitumiwi. Badala yake, maelezo ndiyo yatumiwayo. Maelezo ndiyo yatumiwayo. Kwa mfano, maelezo kuwa alishangaa au walishangaa au alimaka, walimaka ama walistaajabu ndiyo yatumiwayo. Mfano katika sentensi: lo, umemwona mtu huyo? Waona, lo, baada ya hicho kihisishi ungeweka alama ya hisi, au sio? Sasa tunapoandika katika usemi wa taarifa, hatutaitumia ile alama ya hisi, bali tutasema alishangaa iwapo alikuwa amemwona mtu huyo ama mtu yule. Alishangaa ama alistaajabu au alimaka. Usitumie alama ya hisi katika usemi wa taarifa. Kanuni nyingine ni kwamba nyakati hubadilika. Kwa mfano, wakati uliopo hubadilika na kuwa wakati uliopita, hali ya kuendelea. Mfano, ninaandika insha. Ninaandika insha. Ninaandika insha. Ninaandika insha. Rafiki, rafiki, rafiki alisema. Rafiki alisema. Huo ni usemi halisi. Tubadilishapo kuwa usemi wa taarifa, itakuwa rafiki, rafiki alisema kuwa ama alisema kwamba. Alikuwa akiandika insha. Alikuwa akiandika insha. Wakati uliopo na umebadilika na kuwa wakati uliopita, hali ya kuendelea. Wakati ujao hubadilika na kuwa hali ya nge. Mfano, mvua itanyesha. Mvua itanyesha. Mvua itanyesha. Ningekushauri kwamba ninaposema sentensi ni vyema ukitazama mimi nina kalamu yangu na nina karatasi pale ambapo ninaandikia. Kwa hivyo ninaposema ninaiandika. Uandikapo huwa unaweza kuelewa vyema zaidi badili ya kusikiliza tu. Kwa hivyo nikisema sentensi ni vyema uiandike pamoja nami ili uone jinsi ambavyo mambo haya yanavyobadilika. Mvua itanyesha. Mvua itanyesha. Mkulima alisema. Mkulima alisema. Tuibadilishapo iwe usemi wa taarifa, itakuwa mkulima alisema kuwa ama mkulima alisema kwamba mvua ingenyesha. Mvua ingenyesha. Kwa hivyo ule uliokuwa wakati ujao ta umebadilika na kuwa nge. Isitoshe, hali timilifu
hubadilika na kuwa wakati uliopita hali timilifu. Wakati ama hali timilifu, samahani, hubadilika na kuwa wakati uliopita hali timilifu. Tazama mfano, nikisema hivi: nimeelewa, nimeelewa, nimeelewa mambo haya, nimeelewa mambo haya, nimeelewa mambo haya. Mtoto alisema. Naomba unaiandika sentensi ile. Mtoto alisema. Tutakapoibadilisha kwa usemi wa taarifa itakuwa mtoto alisema kuwa, ama mtoto alisema kwamba alikuwa ameelewa mambo yale ama mambo hayo. Mtoto alisema kwamba, alisema kuwa alikuwa ameelewa mambo hayo au mambo yale. Kanuni nyingine ni kwamba nafsi hubadilika. Nafsi hubadilika. Nafsi ya kwanza hubadilika na kuwa nafsi ya tatu. Kwa mfano nikisema mimi, nafsi ya kwanza itabadilika na kuwa yeye. Kwa mfano nikisema mimi ni mwalimu, mimi ni mwalimu, mimi ni mwalimu, itakuwa alisema kuwa yeye alikuwa mwalimu, yeye alikuwa mwalimu. Shaona yeye. Nafsi ya pili pia hubadilika na kuwa nafsi ya tatu. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi hodari. Wewe ni mwanafunzi hodari. Mwalimu alisema. Mwalimu alisema kuwa yeye alikuwa mwanafunzi hodari. Yeye alikuwa mwanafunzi hodari. Kwa hivyo nafsi ya kwanza na nafsi ya pili huwa zinabadilika, zinakuwa nafsi ya tatu. Shaelewa? Kanuni nyingine ni kwamba vielezi pia hubadilika. Kwa mfano, vielezi vya hapa hubadilika na kuwa vielezi vya hapo au vielezi vya pale. Kwa mfano nikisema simu hii ni yangu, simu hii ni yangu. Muuzaji alisema. Tukibadilisha itakuwa muuzaji alisema kwamba simu hiyo ama simu ile ilikuwa yake. Simu hiyo au simu ile ilikuwa yake. Tazama mfano mwingine. Kwa mfano niseme hapa nina kifaa chaitwa kipanya. Kipanya hiki. Kipanya hiki kinanisaidia. Kipanya hiki kinanisaidia. Mwalimu alisema. Katika usemi wa taarifa hatutasema kipanya hiki, tutasema mwalimu alisema kuwa kipanya hicho au kipanya kile kilikuwa kikimsaidia. Kilikuwa kikimsaidia. Vielezi vya wakati pia hubadilika. Vielezi vya wakati pia hubadilika. Vielezi vya wakati pia hubadilika. Kwa mfano, leo hubadilika na kuwa siku hiyo ama siku ile. Ona, leo huwa siku hiyo ama siku ile. Kesho huwa siku iliyofuata. Na wapo baadhi ya wanafunzi ambao kidogo utawapata wakisema siku ifuatayo. Si siku ifuatayo, bali ni siku iliyofuata. Siku iliyofuata. Kwa mfano kusema kesho nitaenda msikitini. Kesho nitaenda msikitini. Baba alisema. Itakuwa baba alisema kuwa siku iliyofuata ama siku ambayo ingefuata
angeenda msikitini. Jana, jana nayo hubadilika na kuwa siku iliyotangulia. Siku iliyotangulia. Mhm. Tuzidi kupiga hatua. Kanuni ya 7 ni kwamba aghalabu, sina habari iwapo unafahamu maana ya aghalabu eh? Aghalabu humaanisha kwa kawaida, ni kielezi cha idadi kuonyesha aghalabu kwa kawaida, mara kwa mara, wakati uliopita ndiyo hutumika. Aghalabu kwa kawaida, wakati uliopita ndiyo hutumika, kwa sababu tunaripoti maneno yaliyosemwa. Kanuni nyingine, nafikiri hii tulikuwa tumetaja, ni kwa minajili ya kusisitiza kwamba nafsi hubadilika. Mimi na wewe, mimi na wewe, zote huwa zinabadilika, zinakuwa yeye. Hubadilika, zinakuwa yeye. Kwa hivyo nikisema mimi ni mwanaume, alisema kuwa yeye alikuwa mwanaume. Nikisema sisi na nyinyi, hubadilika na zote zinakuwa wao, manake zinaingia katika nafsi ya tatu. Vimilikishi vile vile vitabadilika. Kwa hivyo kuna kanuni ama sheria ambazo unastahili kuzingatia. Kwa mfano, angu na ako zote hubadilika na kuwa ake. Angu hubadilika na kuwa ake. Nayo etu na enu hubadilika, zinakuwa nini? Ao. Kwa hivyo etu hubadilika kuwa ao. Tazama mfano wa sentensi nikisema, kichwa changu kinauma sana, mgonjwa alisema. Usemi wa taarifa itakuwa mgonjwa alisema kwamba kichwa chake, kichwa chake kilikuwa kikiuma sana. Kichwa chake kilikuwa kikiuma sana. Kwa mfano nikisema, mwalimu wetu amefika. Mwalimu wetu amefika. Wanafunzi walisema. Itakuwa wanafunzi walisema kuwa mwalimu wao alikuwa amefika. Mwalimu wao alikuwa amefika. Hali ya masharti ki hubadilika na kuwa nge. Mfano, nikija mapema nitakupata. Nikija mapema nitakupata. Naomba tuandike pamoja. Nikija mapema nitakupata. Nikija mapema nitafanya nini? Nitakupata. Nikija mapema nitakupata. Aha, nani aliyesema hivyo? Msichana akasema. Msichana akasema. Tubadilishe katika usemi wa taarifa. Hii ki ya masharti itabadilika na kuwa nge. Kwa hivyo itakuwa msichana alisema kuwa angeenda mapema. Angeenda mapema angempata. Angeenda mapema angempata. Mwanafunzi mpendwa, ni matumaini yangu kwamba sasa umepata ujuzi na maarifa na uwezo wa kubadilisha sentensi kutoka katika usemi halisi hadi kwenye usemi wa taarifa. Naomba nikupe kazi ndogo tu ya ziada. Uzibadilishe sentensi ambazo ziko kwenye skrini ziwe katika usemi wa taarifa, halafu baadaye
utanitumia majibu yako tuone ama umepata ama unahitaji kuelekezwa zaidi. Um, hadi wakati ujao, na nafikiri hizo tu, lakini kuna nyingine nyingi ambazo unaweza ukafanya mazoezi kwa ajili yazo. Kumbuka, uzoefu ndio mama wa maarifa. Ukifanya mazoezi mengi mengi, ndipo utapata kwamba mambo haya yamekuwa mswaki, nawe umekuwa au sio? Naomba tukomee hapo, tukutane katika kipindi kijacho, inshallah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akijalia. Nimekuwa mwalimu wako mtandaoni, Mwalimu Mwinyi Masharubu. Kwaheri.